Eternal Father, I offer you the body and the blood. Sawa. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nichukue fursa hii ili nikaribisha kila mmoja wetu katika ibada ya asubuhi ya leo. Popote ulipo, wacha tukabidhi hii ibada kwa Mungu katika njia ya maombi. Baba, katika jina la Yesu Kristo, unastahili sifa na utukufu. Asante Baba kwa asubuhi njema Bwana. Umetusanya mara nyingine Bwana kwa neno lako takatifu. Na kabidhi kila mmoja wetu ambaye amehudhuria hii mkutano Bwana katika jina lako. Kila neno, kila jambo Mungu ambalo nitatamka kutoka katika kinywa changu, wacha iwe msaada, wacha iwe nguvu kwa yule anayekosa nguvu. Asante Baba kwa sababu yote nimeomba na hata kuamini katika jina safi la Yesu Kristo. Amen. Kwa majina ni Mchungaji Ayub Ouko. Nimeokoka, Kristo Yesu ni Mwokozi wa maisha yangu. Nafanya kazi ya huduma hapa Nairobi, Kibra, katika kanisa la St. Meshach Fellowship Church. Asubuhi ya leo ningependa tufundishane kidogo katika kitabu cha Isaiah. Nataka tufundishane katika kitabu cha Isaiah 44. Tutasoma aya madogo 28 hadi 31 katika kitabu cha Isaiah 44 kuanzia mstari wake wa 28 hadi 31. Biblia inasema ya kwamba, je, wewe ufahamu? Je, wewe hujasikia? Bwana ni Mungu wa milele, muumba wa miisho ya dunia. Hata choka wala kulegea, wala hakuna hata mmoja awezaye kupima ufahamu wake. Huwapa nguvu waliolegea na huongeza nguvu za wadhaifu. Hata vijana uchoka na kulegea, nao vijana wanaume hujikwaa na kuanguka. Bali wale wamtumainio Bwana atafanya upya nguvu zao. Watapaa juu kwa mabawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka. Watatembea kwa miguu wala hawatazimia. Wacha tuamini na tuombe. Unastahili Mungu wetu, unastahili kupewa sifa na utukufu. Asubuhi njema Baba, nimesoma neno lako. Tupe hekima Bwana, ili kila mmoja wetu Bwana aweze kuelewa yale Bwana umetayarisha asubuhi ya leo ili tusikie. Asante Baba kwa sababu najua kwa hakika wewe ni Mungu asiyegeuka. Bwana, tupe roho ili Bwana tusikie yale neno Bwana ambalo umeweka katika kinywa changu. Yote nimeomba na hata kuamini katika jina safi la Yesu Kristo. Amen. Jinsi nilisema awali ya kwamba kwa majina ni Mchungaji Ayub Ouko, mzaliwa wa Nyakachi kule Kisumu County. Wakati huu nafanya kazi ya huduma hapa Nairobi, Kibra. Asubuhi njema Mungu ametengeneza mara nyingine ili tufundishane pamoja nawe. Nataka nishukuru wewe ambao umepata nafasi ili ukue katika ibada hii. Najua ni Jumamosi, wengi wako na kazi mbalimbali, wengine wako na shughuli,
na asubuhi wengine wanajiandaa kwenda kanisani, kunayo wale wanajiandaa kwenda kazini, kunayo wale wanajiandaa kuenda katika shughuli mbalimbali. Lakini kwa dakika chache ningependa tufundishane kidogo katika neno la Mungu. Nimesoma katika kitabu cha Isaya 44 kuanzia mstari wake 28. Biblia inatuambia ya kwamba ni swali, imeanza na swali. Biblia inasema ya kwamba, je, wewe ufahamu? Je, wewe hujasikia? Bwana ni Mungu wa milele, muumba wa miisho ya dunia, hata choka wala kulegea. Ujumbe wangu wa leo ambalo ningependa tuijue ama tufundishane juu yake, inasema ya kwamba tumaini lako uweke kwa Mungu. Weka tumaini lako kwa Mungu. Weka tumaini lako kwa Mungu. Isaya ilifika wakati akaangalia pande zote. Yale alikuwa anatumania ilikuja ikapita. Akageuka, kunaye mahali alipofika na akajiuliza ya kwamba wewe haujafahamu, wewe haujajua ya kwamba Mungu muumba mbingu na nchi, nasema ya kwamba Bwana ni Mungu wa milele, muumba wa miisho ya dunia, hata choka wala kulegea, wala hakuna hata mmoja awezaye kumpima ufahamu wake. Wakati Isaya alikuwa ananena kuhusu nguvu ama uwepo na uwezo wa Mwenyezi Mungu, akaanza na swali na kuuliza ya kwamba wewe haujafahamu, wewe haujajua ya kwamba Mungu ni muumba miisho, nguvu zake hakuna yule ambaye anaweza fahamu. Yeye ni Mungu. Kwa nini Mungu anaitwa Mungu? Anaitwa Mungu kwa sababu hakuna yule anaweza fahamu uwezo na nguvu zake. Ndio maana anaitwa Mungu. Siku moja akaongea na Moses, wakati alituma Moses aende aondoe wana Israeli kule Misri, na Musa akawa na tatizo. Akauliza Mungu ya kwamba nikienda pale mimi nitaelezea wana Israeli ni nani amenituma. Na Mungu akamwambia na akamjibu ya kwamba nenda ukawaambie ni mimi Mungu, I am ndio amekutuma. Mungu anakuwa Mungu kulingana na yale amekutendea. Mungu anakuwa Mungu kulingana na matendo ambaye amekutendea. Mungu anakuwa Mungu kulingana na mahali amepita nawe. Mungu anakuwa Mungu kulingana na changamoto yale unapita, imekujia na ukapita. Ndio maana unasikia kunaye Mungu wa Elia, kunaye Mungu wa Elisha, Mungu ya Isaka na Yakobo. Kunaye agano walifanya na Mungu akakuwa Mungu juu ya hiyo agano. Isaya anasema ya kwamba, je, wewe haujafahamu? Je, wewe haujajua? Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi ya leo ningependa nikuambie ya kwamba wengi katika hii ulimwengu wanaweka tumaini lao kwa vitu za ulimwengu. Wengi wanaweka tumaini lao kwa watoto wao. Wengi wanaweka tumaini lao katika nguvu zao
na hiyo ndio imepotesha wengi. Wengine wanaweka tumaini lao katika pesa wanaopata, wengine wanaweka kwa mali, wengine wanaamini ya kwamba kupitia nguvu zao, kupitia hekima, kupitia masomo yao ndio imefanya wakafika mahali wamefika. Ndio maana leo nimekuja nikuelezee ya kwamba Isaya alipoona hayo yote na akajiuliza na akauliza, hata wewe na kuuliza sasa, je, haujajua? Biblia inasema ya kwamba, je, wewe haufahamu? Je, wewe haujasikia? Bwana ni Mungu wa milele, muumba misho ya dunia, hata choka wala kulegea. Mungu hawezi akachoka, hawezi akachoka na hawezi kulegea. Binadamu anaweza choka, hata yule mudari anaweza akachoka, anayekusaidia anaweza akachoka. Ni wangapi unapata ya kwamba anaweka imani yake kwa binadamu, na kabla muda haijaenda sana, huyo unayemweka tumaini lako kwake atachoka nawe na atalegea. Wengine wamekufa kwa sababu wale waliokuwa wanamtegemea wamefariki. Pengine kunaye yule alikuwa anafanya kazi nzuri katika jamii, katika ukoo. Kunaye yule alikuwa sigingi ya hiyo boma, lakini wakati alikufa, pengine alikufa kwa ajali, na kila mtu alikuwa anamtegemea yeye, ndiye alikuwa breadwinner pale. Huyo alikuja akafariki, ama pengine kazi, alipoteza kazi akabaki hivyo, familia yote ikarudi chini kwa sababu walikuwa wanamtegemea. Wengine wanategemea watoto waliomsomesha. Wazazi wengi wanategemea watoto. Wakati anapeleka mtoto shuleni, ni mpole sana, ni mtifu, anasikia yale yote mhubiri atamwambia. Lakini wacha watoto wasome, wapate kazi nzuri, utasikia huyo sasa anasema ya kwamba yeye ako na shughuli, hata kupata nafasi ya kuomba ni ngumu. Amepata shughuli, yeye anaona tu hao watoto wake. Kunaye hata wazee wakisomeza watoto, wanafanya kazi nzuri. Sasa anageuka anasema, hao ni umbwa wangu, hao ni umbwa wangu, ukicheza nami watakurarua. Ni vyema unawaita umbwa, wanaweza rarua maadui wale wanaokuchokoza, ni vyema tu. Lakini hivi karibuni utaona shetani atachukua yale matamshi yako na wabadilishe hayo iwe mabaya. Wakati Isaya alikuwa ananena, akauliza ya kwamba, je, haujafahamu na haujajua ya kwamba Mungu wetu ni Mungu wa milele? Kuna miungu na kuna Mungu. Wengine wanategemea miungu, wengine wanategemea waganga, wengine wanategemea vitu zingine ambavyo hazifai, na hayo yote yanaisha. Dunia inapita. Hata ukiwa unategemea mganga, siku moja utarudi huko upate kama mganga amefariki. Hapo sasa utaanza vipi? Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Isaya anauliza akisema ya kwamba muumba wa misho ya dunia hata choka wala kulegea. Wengine wamelegea, wengine wamechoka. Unaweza saidia mtu mpaka ufike mahali wewe pia umechoka. Umeanzia naye utotoni mpaka sasa, yeye anakutegemea tu. Hata wewe unaweza ukachoka. Hata ukiwa mzazi, inafika mahali watoto wako ambao walikuwa wanakutegemea wanaanza kujitegemea kwa sababu umechoka. Inafika umri ambapo hata wewe inafika mahali unachoka. Na Biblia inasema ya kwamba Mungu wetu hachoki na hata hawezi akaregemea.
hawezi. Sasa tunanena kuhusu yule Mungu aliyetuumba kwa mfano wake. Tunanena kwa Mungu ambaye hachoki. Wewe unategemea nani katika maisha yako? Wengine wanategemea ukubwa wako kazini, na hao ndio watakuja wakuangusha. Tegemea Mungu peke yake, yeye ndiye akona jibu la maisha yako. Wengine wanategemea daktari, wanaona yale ugonjwa inayokushika ni daktari ndiye anaweza kuwasuluhisha, yeye ndiye akona jibu. La, nimekuja nikuambia hapana, jibu iko kwa Mungu. Tegemea Mungu peke yake. Biblia inasema ya kwamba Bwana ni Mungu wa milele, muumba misho wa dunia, hata choka wala kulegea, wala hakuna hata mmoja awezaye kupima ufahamu wake. 29. Huwapa nguvu waliolegea, na huongeza nguvu za wadhaifu. Katika mwendo wa hii dunia unaweza pata safari ni ndefu. Pengine ulianza ukiwa na nguvu, pengine ulianza ukiwa na tumaini, pengine ulianza ukiwa na maono, lakini mahali umefika umechoka. Kunayo wale walianza ndoa wakiwa na furaha, wengine walifanya harusi kubwa sana wakiwa na furaha, watu walihudhuria pande zote, marafiki wakakuja. Ni harusi haijawahi fanyika kama hiyo yao katika hiyo nchi, katika hiyo eneo, katika hiyo familia. Pengine yake nilikuwa kubwa sana, mpaka watu walienda wakisema ya kwamba binti fulani amefanya harusi ya ajabu. Lakini mulianza na furaha, mulianza mkiwa na mali. Mahali ambapo mmefika sasa, mmeanza vita. Mmoja anaona mwenzake kama adui, mnajiita na majina mbaya mbaya za wanyama. Mwingine anaita mwenzake punda. Mwingine anasema ati kama ningelijua singeoreka na mtu kama huyu. Kwa nini? Shetani amekuja akabadilisha kuelewana kwenu, amebadilisha ulimi. Amwezi mkaelewana, amwezi mkasikizana, kwa sababu tayari shetani amepata mwanya katikati yenu, na akabadilisha hiyo maelewano ikakuwa uadui. Mpaka wewe mama umechoka kupitia yale maneno unapata. Pengine umetusiwa ya kutosha na huyu mume wako ambaye alikuwa anakupenda sana, alikuwa anakuita sweetheart, sasa anakuita umbwa, sasa anakuita yule naye haribu chakula. Kwa nini? Kwa sababu shetani ameingilia kati, mpaka mkachoka. Ulikuwa mjasiri sana ndugu yangu, mpaka wakati ulianza kazi ulikuwa unafanya kazi kwa moyo wako wote, lakini sasa umechoka. Kwa nini? Hakuna mshahara unapata. Hata ukiwa unapata mshahara, unapata mshahara duni. Unanyanyaswa, unakaa mtumwa katika hiyo kazi. Pengine kuna mgogoro katikati yako na mkubwa wako, mpaka umechoka. Unaenda tu kwa ulazima, lakini haiko rohoni mwako. Ndio maana Isaya anatuambia ya kwamba hamjajua ya kwamba Mungu wetu yeye ndio ongeza nguvu kwa waliochoka. Wale wanaochoka ni Mungu na anawaongeza nguvu. Yeye ndio anainua wanao dhaifu. Pengine uko hapo na kulingana na yale changamoto umepitia, imefanya ukakuwa dhaifu, umechoka, umeanza kufikiria mambo isiyofaa juu ya maisha yako, juu ya hiyo ndoa. Hata sasa mama, pengine unafikiria kujiondoa katika hiyo ndoa. Kwa nini?
kwa sababu na yale shetani anafanya, kwa sababu ya mateso, kwa sababu ya matusi, kwa sababu ya uchovu. Umechoka kwa roho, umechoka hata kwa akili, umechoka, umejaribu ya kutosha, lakini shetani anakuambia uondoke. Nimekuja nikwambie kunaye Mungu anayeongeza nguvu kwa wale wadhaifu. Yeye ndio anainua wale hawajiwezi, wale wako chini, wale wameingizwa kwa mambo yasiyofaa. Ni Mungu, yeye ndio huongeza nguvu kwa wale wameishia nguvu. Isaya anatuuliza, haujajua ulipokuwa unaenda kwa waganga, haukuwa unajua ya kwamba Mungu ni Mungu wa milele, muumba miisho. Yeye hajachoka, hachoki. Mungu wetu hajalegea. Hata kama umelegea, mpaka wale ulikuwa unawasaidia wengine wanakubarao. Siku moja nikasikia kijana ni yatima, huyo wazazi walifariki, akabaki upweke, akabaki hivyo peke yake. Mtu mwingine Msamaria mwema akamchukua, akamfundisha, akampeleka shule, akamlipia karo mpaka akaenda katika chuo kikuu. Baada ya kumaliza, Mungu alifanya akapata kazi nzuri. Baada ya kupata kazi, akaanza kiburi. Kiburi ilimuingilia. Sasa anauliza yule aliyemsaidia, aliyemtoa chini, anamuuliza kama yule alikuwa anajaribu kumwongelesha, kwa sababu alikuwa anapotosha. Akaambiwa, kumbuka mahali Mungu amekutoa. Anamuuliza sasa, kwa sababu sasa aliingia katika maisha ya anasa, maisha isiyopendeza Mungu. Yule aliyemsaidia alianza kumfuatafuata ili angalie jinsi anaendelea. Alimuuliza, ni pesa ngapi ulitumia ili nikurudishie? Hiyo ni kiburi, kwa sababu hakuwa anajiweza, lakini kupitia huyu akakuwa mtu. Ni wangapi wamesaidiwa na ile mkono iliyekulisha ndio wengi anauma tena. Hiyo ni roho ya kiburi. Ndio maana Isaya anasema ya kwamba, Biblia inasema ya kwamba muumba wa misho ya dunia hatachoka wala kulegea, wala hakuna hata mmoja awezaye kumpima ufahamu wake. Awapa nguvu waliolegea. Ni Mungu, yeye ndiye anapeana nguvu. Pengine uko hapo na umelegea, pengine uko hapo umeisha nguvu, pengine uko hapo na hauna imani tena, unaona ya kwamba umefika mwisho. Ndio maana Isaya ananena kuhusu yule anaye ongeza nguvu. Ni yeye ndio hupa nguvu kwa wale wamelegea. Mimi pia nimekuja nikuulize, ni wapi umelegea? Unaweza legea kwa kuishi kwako, unaweza legea hata kufanya kazi kwako, unaweza legea hata kwa maisha. Unaona kuna mazuri mbele, unaona ni mlima. Ni kama wale wa Israeli walipofika mwisho na maadui wako nyuma wanawakimbiza, wakapoteza tumaini. Walikuwa wanatumainia Musa, hawakuwa wanajua Mungu aliyewatoa katika nchi ya utumwa. Walipofika mwisho ndio wakakumbuka, wakaanza kulilia Musa. Wacha nikwambie, wale walikuwa wanatumania Musa, lakini Musa mwenyewe alikuwa anajua Mungu aliyewatoa pale. Walipokuwa wamefika mwisho, wakaanza kulilia Musa. Wanamuuliza, je, si tulikuambia ya kwamba usitutoe kwa nchi ya wana Misri?
Mbona umetuleta mara hapa ili tuuliwe? Na pale hata kama tulikuwa tunateswa, hata kama tulikuwa watumwa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna jambo unaweza pitia mpaka ufikirie nyuma, ufikirie kifo, ufikirie wazazi waliokufa zamani. Pengine wewe ni yatima. Kuna jambo unaweza pitia mpaka ufikirie wazazi waliofariki, na ujiulize, mbona nimefika mahali hapa? Nimekuja nikwambie ya kwamba Mungu aliyekuumba kwa mfano wake hatachoka na wewe, hawezi choka na wewe. Waliokuwa wanakusaidia wanaweza choka na wewe, madaktari wanaweza choka na wewe, hata wazazi wanaweza choka na wewe, mume wako anaweza choka na wewe, watoto waliokuwa wanakusaidia wanaweza choka na wewe. Lakini Mungu wetu, Biblia inasema yeye hachoki hata halegei. Sijui ni wapi unafikiria ya kwamba umefika mwisho. Ndio maana tumeleta yule hajachoka. Tangu mwanzo Mungu hajachoka. Hata kama marafiki wamekuacha, Mungu hawezi akakuacha. Hata kama wale walikuwa wanakusaidia wamekuacha, Mungu hatachoka na wewe. Hata kama madaktari wamechoka na wewe kwa sababu yale ugonjwa iliyokushika wanajaribu kuitafuta lakini haionekani, mwili inaenda na wewe unabaki hivyo. Biblia inasema kulikuwa na mama mwingine alikuwa ametokwa damu kwa mwaka 12. Pesa ilikuwa inaenda lakini ugonjwa inazidi. Matibabu inaenda lakini ugonjwa inazidi. Aliposikia ya kwamba Yesu mwana wa Mungu atapita, jambo la kwanza aliweka tumaini lake kwa Mungu. Sasa alibadilisha mwendo, akamtegemea Mungu, akakuwa na imani ya kwamba hata kama mimi nitaguza pindu la nguo lake, mimi nitakwisha pona. Wewe weka imani ili tuombe na wewe kwa jambo lolote ambalo unapitia. Weka imani yako katika Mungu, kwa sababu Mungu ndiye hatachoka na wewe. Nataka niombe na mmoja ambaye amefika mwisho, kwa sababu Biblia inasema hata vijana huchoka na kulegea, nao vijana wanaume hujikwaa na kuanguka, bali wale wamtumainio Bwana atafanya upya nguvu zao. Ni Mungu ndiye anaweza kufanya nguvu zako upya. Hata vijana unaowategemea watakuja watachoka, au watoto unaowategemea watachoka na wewe. Huyo bwana wako ambaye unategemea atakuja akachoka, hata huyo bibi atachoka. Tegemea Mungu, weka tumaini lako kwa Mungu. Nataka niombe na wewe katika hiyo mateso, tegemea Mungu, yeye ndiye hatachoka na wewe. Wacha tuamini na tuombe. Haijalishi umepitia nini, haijalishi wamesema nini juu yako, haijalishi ugonjwa imefika wapi na wewe, mwamini Mungu. Sasa tuweze kuomba. Kama unaweza shika TV, kama unaweza piga goti, kama unaweza inua mikono, amini, tuombe pamoja nawe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe ndio mweza yote. Biblia inatuambia kwamba wewe hauchoki. Ona huyu dada ambaye amechoka Bwana, wale walikuwa wanamsaidia wamechoka naye, hata kupitia yale magonjwa Bwana imefanya Bwana akakuwa dhaifu. Wewe ni Mungu anayeongeza nguvu kwa wale dhaifu. Bwana, muinue kwa kiwango kingine, mponye Bwana kupitia neno lako. Wacha Bwana tuone uwezo juu yake. Bwana, nimenena baraka huyu anayefanya biashara, na kila wakati Bwana biashara yake inaanguka, kwa jina la Yesu Kristo muinue tena huyu Bwana anayekuwa na kesi kotini ya ardhi. Bwana, uwe wakili wake. Asante Baba, katika huyu yatima, katika huyu binti Bwana wainue. Asante Baba, wanapotoka na wanaporudi, wacha baraka zako
iandamane nao. Asante Baba, katika UTV Bwana nabariki kila moja, utuinue Bwana kama familia moja. Yote nimeomba na hata kuamini katika jina safi la Yesu Kristo. Amen. Amen. Mimi nayo nena nawe naitwa Mchungaji Ayub Ouko, na hudumu katika kanisa la St. Meshach Fellowship Church hapa Nairobi Kibra. Ukiangalia pale chini utaona nambari zangu 2. Unipigie kama uko na nafasi. Na kukaribisha katika kanisa letu pale Kibra. Kama uwezi ukafika unipigie. Wengi wamenipigia wakakuwa na ushuhuda, wakashuhudia yale Mungu anatenda. Muamini Mungu kuanzia leo. Hata kama ulikuwa unamwamini waganga, badilisha mwenendo yako na uamini Mungu. Namba yangu ni 0727385424 0727385424. Ya Airtel, namba ya Airtel ni 0734434156 0734434156. Mungu akubariki sana. Tuonane Jumamosi ijayo saa 3 hadi saa 3:30. Shalom, shalom, shalom. Eternal Father, I offer you